Wanasema hakuna kilimo ambacho kina thamani zaidi ya kilimo cha mboga. Hii ni kutokana na hitaji lake katika masoko yetu hapa nchini. Vile vile hitaji la masuala ya afya, manake watu wengi wanashauriwa kila mara kutumia mboga katika mlo wao. Na hii leo hilo ndilo litufikisha katika shamba la nyuani, eneo la Mkomoto katika wadi ya Ganda, kaunti ya Kilifi. Na katika shamba la nyuani hapa tumebahatika kukutana na mkulima Caleb ambaye anafanya kilimo cha mchicha kwa wingi. Bwana Caleb, habari ya leo tena? Salama sana. Tumefurahi tena kukutana na wewe katika shamba lako. Naona uko na mchicha mwingi sana hapa. Inapendeza. Ni kipi ambacho kimekuvutia mpaka ukaanza kufanya kilimo cha mchicha? Asante sana. Nasema karibu sana Nyuani Farm. Sisi tuwafanya kilimo ya mchicha kwa upana zaidi. Kilimo ya mchicha tumeifanya zaidi ya miaka 5 kwenye shamba letu ya Nyuani Farm. Tumejua changamoto na tatizo kwenye kilimo cha mchicha. Kwanza kabisa mchicha kuipanda inaipanda kwa njia tofauti tofauti kulingana na uwezo ama utaratibu ya mkulima ama ujuzi ambaye mkulima anaitaka kuipanda mboga yake ya mchicha. Labda tu kabla kufika pale kwa utaratibu wa kupanda, ni kitu gani ambacho kilikuvutia wewe kuanza kufanya hiki kilimo cha mchicha katika shamba moja kubwa hivi? Katika sehemu zetu za Mombasani ama Coast Region ama sehemu ya Malindi, kilimo ya mchicha chanzo kilichokifanya hadi sisi tukaingia katika kilimo cha mchicha. Kilimo cha mchicha tumeifanya kwa miaka 5 sasa. Kitu ambacho kilitufutia sisi kama Nyuani Farm, tulifanya utafiti katika shamba letu. Kwanza kabisa sisi huwa tunawafanya kazi kila siku kwenye shamba letu. Kila siku wafanyakazi wote wanahitaji kulipwa riziki zao. Tukaifikiria mbinu ambayo inaweza kutusaidia kulipa wale wafanyakazi wetu kwenye shamba. Tukaifanya kilimo ya mchicha. Tulipofanya kilimo cha mchicha kwa sehemu kidogo, tukaona kuna itibaji ama kuna mahitaji ama hitaji kwa wenye customer wetu, ili katufanya sisi tuwe na vuliliso ama kulima kwa upana. Hiyo ndio ilitufunia sisi pia ama ilitufutia tufanye kilimo ya mchicha kwa upana. Naam. Labda pale mnapoanza pale shambani, utaratibu wa kufanya kilimo kama hiki, unaweza kumwambia msikilizaji ama mtazamaji wetu hapa anafaa kufanya nini katika shamba lake ili kuhakikisha kwamba mchicha wake unakuwa wenye afya kama vile tunavyoona hapa katika shamba lako? Naam. Asante sana. Mchicha ina njia mingi ya kufanya. Mimi nimeifanya njia zote. Lakini kulingana na saa ama muda haiwezi katuruhusu. Wacha tuongelee iliyo mbele yetu. Sisi huwa tuwafanya mchicha kwenye basin maana. Tuachimbiwa shimo ya 1 kwa 2. Tunapoichumbua tunaweka manyua ambayo ni mbolea. Mbolea si ya duka, mbolea kinyesi ya ng'ombe. Organic. Tunaichanganya na mchanga kwa asilimia ya 5 kwa 5. 5 kwa 5 kumaanisha utaichukua ndoo 5 ya mchanga, ndoo 1 ama 5 ya mbolea. Ukaimwaga kwenye shimo, ukaichanganya. Ukaleta mbegu yako kwenye duka, kwenye shamba lingine, ukaja ukaichanganya pia ndoo 2 ama ndoo 7, inategemea na wingi ama idadi ya mbegu yako. Kama umeheka ndoo 1 ya mbegu kwenye mchanga ama kwenye shamba lako, utachukua ndoo 7 ya mchanga ukaichanganya. Washanga sana nikisema mchanga kwa mchanga. Ile mchanga hauwezi eka ile mbegu kwenye shimo. Watafuta jichandarua chako, jiandika chini, wachukua ndoo 1 ya mbegu, ndoo 7 ya mchanga ukaichanganya. Ulipochanganya unaikuja ukimwaga katika jisanduku. Una ni jisanduku. Wamwaga kama mikono 5 kwenye kisanduku moja. Unapomaliza hiyo shughuli inategemea na hali ya anga. Inasakuwa kuna unyevu, sio unyevu. Lakini ni bora zaidi unapopanda umwagilie maji kwa njia yoyote. Umwagilie maji alafu umpe muda ya siku 3 ama 4. Inapochipuka unamkuja tena unamwagilia maji baada ya siku 3 ino. Ukimwagilia maji inapotoka
inategemea na ujuzi yako ama njia yako ile wataka kufanya ile shughuli, wasaipiga dawa ama wasaimongeza mbolea. Yeah. Umetaja visanduku. Bila shaka visanduku ni hivi vikundi ambavyo unaviona vya mchicha katika kila line. Yeah. Hivi vikundi visanduku vinasaidia nini? Maanake naona hazijashikana katika row moja hivi katika shamba lako. Kuna nafasi. Zinasaidia nini? Asante sana. Kwa sehemu ya pwani, hii kijisanduku yasaidia kushika ama kuweka maji kwa muda mrefu kiasi. Yeah. Naona hizi rows mitaru umechimba, ina maana kwamba ni kwa sababu ya kupitisha maji ama ni kwa sababu ya wewe mwenyewe kupita? Hii row ama hiji kijinjia ina mambo mawili ambayo yafanya kazi sambamba. Kwanza kabisa wewe wasapita. Hata tulipo sasa wewe wasapita, wasasimama. Hata wewe unapofanya shughuli, unapotoa takataka yako pale ndani, unasaiweka hapa, unaisafisha hapa, ukatoa takataka yako ukaiweka hapa ukisonga. Unapofika mwisho ukarudi ukaisoa. Ile takataka umeheka hapa ni kumaanisha hili dudu wasirudi kule ama usiweke juu ya mimea. Kwa sababu kuna uwezekano watu wanasafisha shamba wakaiwacha takataka hapa, kesho wakaja kaitoa. Na ikiwa wangekuwa hawajawacha nafasi, ingebidi waweke juu ya mboga na ambao haifai. Yeah. Nafasi ya ama kazi ya pili ya huu mtaro. Kazi ya pili ya huu mtaro huwa ya weka maji kwenye mchicha. Naam. Unamaanisha ni maji ya mvua mnayosubiria ama? No. Sisi hatutegemei maji ya mvua kufanya kilimo kwenye shamba letu la Nywani Farm. Mnategemea nini? Tuna visima, baadhi ya visima. Huwa tunashughulika na visima. Mvua ikija kama wakati huu ni sawa. Lakini sisi huwa tuwategemea vizima. Ina maana mnafanya irrigation? Maana tunafanya irrigation. Irrigation ya kila aina. Faida ya kufanya irrigation katika kilimo kama hiki cha mchicha huwa ni nini? Swali zuri kabisa. Ukifanya irrigation, wauliza umuhimu ya kufanya irrigation. Kwanza kabisa 100% ni kwamba ukifanya irrigation umepunguza matumizi ama umepunguza matumizi ya maji ama kiwango fulani ya maji kwenye mchanga, ama ile maji ambayo ilikuwa itembee kwenye hii mitaro. Kama ingekuwa na hiyo drip system ama irrigation, ingekuwa unaweka maji kwenye jisanduku tayari. Lakini hapa hadi mpaka ufungue ndio maji inge. So kumaanisha maji hadi hapa ikulowe maji ili iweze kuingia hapa. Na kama ungekuwa na irrigation, ungekuwa waweka pipe wasimama wa nyunyusia. Hama itakuwa umeweka pipe yako ukifungulia pale moja yaenda. Faida ya pili kwa irrigation ni kwamba hapa wasachukua masaa mengi ikiwa watumia flooding. Lakini ikiwa una irrigation watakuja ukafungua pale maji yenyewe katembea hadi msaa ama muda ambayo wewe mwenyewe umetenga kwa ajili ya maji kuitekeleza kwenye shamba lako la mchicha. Yeah. Zipo aina nyingi za irrigation ambazo zinatumika katika mashamba. Labda katika aina hii ya kilimo cha mchicha unatumia mbinu gani ya irrigation? Masuala ya irrigation kwenye kilimo cha mchicha, mchicha haichagui sana kama mimea nyingine. Labda katika shamba lako sasa hivi. Katika shamba letu na dripping system. Dripping system ni ile ya chini kwa chini. Na pia kuna ya juu. Lakini sisi sasa mali tulipo ama jinsi ya shamba letu tumeifikia tuwatumia ile ya chini kwa chini. Yeah. Tuzungumzie haya manyasi mengine ambayo hayahitajiki katika shamba. Manake ni nyasi ambazo zinamea katika mchanga. Mnakabiliana nazo vipi, na je kuna wasaidizi ambao wapo wanawapa msaada kutoa hizi nyasi? Naam. Kweli kabisa lazima tuwe na wasaidizi ili shamba yetu iwe safi. Kwanza kabisa tuna jembe la aina nyingi kwenye shamba letu. Ni ile muda haijaturuhusu lakini tuna aina mingi ya jembe. Kuna jembe ambayo hutumiwa kulima kwenye jisanduku ndani na kuna jembe ambayo yatumika kulima hapa kwa mtaro. Kwa mtaro. Kwa sababu gani? Kuna jembe ambayo yalima kwa mitaro, hauwezi kulima ndaye pale kwa sababu pale inastahili umakini na kitu ambayo ile jebamba ili iweze kupenyesha pale pandani. Kulingana na hapa. Zipo dawa ambazo mnatumia bila shaka kukabiliana na wadudu waharibifu katika shamba lenu kwenye kilimo cha mchicha? Ni bila shaka tuna dawa tuwatumia. Kwanza kabisa sisi wenyewe kama shamba la Nywani tunasiunda dawa zetu wenyewe. Dawa zetu tuwaunda wenyewe na tunanyunyusia mimea wenyewe.
mnaunda dawa gani na kutumia nini? Dawa tuaunda kutumia mkilifi, pilipili na limau. Jinsi tulipozungumza awali. Tutapiga hiyo. Ikiwa hali inaendelea kuwa duni ama hali ya nasidi. Kama mchicha unapoangalia mchicha yetu hali iko sawa. Hali ikisidi kwa sababu kuna msimu za wadudu, kuna msimu za hali ya hewa iko sawa. Kwanza kabisa kuna msimu za jua, wadudu huwa watatisa sana. Hali ikiwa mbaya ama hali ikiwa duni, tuseme hali ikiwa duni kulingana na mimea yetu imeathiriwa na wadudu, tutaenda dukani kwa usaidizi. Usaidizi ni kwamba tutaenda kununua dawa za dukani tukakuja tukaitumia kupiga nini? Mchicha. Lakini sana kwa muda mengi sisi wenyewe tunatumia dawa za kiasili. Msikilizaji na mtazamaji, tuko katika shamba la nyuani. Hapa tunajifunza mengi kuhusiana na kilimo cha mchicha. Hapa wanatumia mbinu nyunyizi. Hapa kosekani chakula kila wakati. Labda upande wa soko, tunapomalizia soko, mnatarajia watu wa aina gani ambao wanakuja kuchukua bidhaa kutoka hapa hasa za huu mchicha? Soko letu lipo. Na soko itakuwepo ikiwa wewe una mazao machache. Itakufika mahali wewe tuna mchicha ama sisi kama nyuani tuna mchicha mengi. Sasa zingine tuwapata changamoto sana kuuza mchicha yetu. Manake ni kwamba msimu ya mvua kama huu kila mtu ama kila yote ama mchicha yasamea popote pale. Na hapo wale customer wetu hawezi weza kufika shambani kwetu, manake wanaipata mchicha maybe mzuri ama mbaya kwa bei ya chini. So inafikanga wakati sisi wenyewe tuwapata changamoto, lakini soko tunalo. Soko tunalo, lakini hakuna kitu isiyokuwa na changamoto sana kwa kilimo. Wapo wadudu waharibifu na pia kuna wale binadamu ambao huwa wanakuja wanavamia wezi. Wale pia tunaweza sema ni waharibifu pia. Mshakutana nao sana katika shamba lenu? Sana. Tumeipata si mara moja si mara mbili. Ndio maana unapoona hewani ama waona side zote tunajaribu kuweka mambo ya usalama. Iwe sawa. Naweka fence pale. Okay. Bila shaka nimefurahi sana Bwana Caleb kutukaribisha tena katika shamba lako. Tumejifunza kuhusiana na kilimo cha mchicha. Ni furaha sana kwetu na kwa msikilizaji pia tunajua kwamba elimika kuhusiana na kilimo hiki. Tutakutembelea tena wakati mwingine uje utufunze zaidi kuhusiana na mambo ambayo unafanya katika shamba lako. Karibuni. Okay. Karibu nyuani. Asante sana msikilizaji, huyo ni Caleb, amekuwa mkulima wetu hodari, alikuwa anatufundisha mambo mengi kuhusiana na kilimo cha mchicha. Wanatumia mbinu nyunyizi kama nilivyokuambia. Mbinu nyunyizi inamaanisha kwamba kila wakati utakuwa unapata mazao na mavuno. Huyo ndio amekuwa mkulima hodari na mimi ni Joseph Jira. Kitengo ni cha mkulima hodari na kipindi ni Coco Shambani. Hadi wakati mwingine, kwaheri kwa sasa. Coco FM, ladha ya Pwani.